Yo, mambo vipi? Mimi naitwa CNGB Kibo Kibuta kutoka Azmap TV, Azmap Media. Leo bana tumemtembelea mshikaji. Huyu bana mimi ninamfahamu kwa jina moja, Kevin Madini. Nataka tupige naye story, ana vitu vingi sana vya kushare na wewe. So niko hapa kwa ajili ya kukupa kile ambacho anacho, tushare wote kwa pamoja. Cha kufanya wewe endelea kutufuatilia katika page zetu za Azmap. Tunatumia jina moja tu, Azmap TV. Endelea kufuatilia page zetu zote kwenye social media zote. Bana ni aje mzee? Shwari na kuweje master? Fresh, unyama kutosha? Good kabisa. Uhakika? Oji mwanangu. Bana kwanza tuanzie hapa. Mimi nakufahamu kama Kevin Madini. Na nafahamu watu wengi wanakuwa wanakufahamu kwa jina hilo. Ndio. Au una majina mengi kabisa, tutayafikia hayo majina. Natamani kujua majina yako kamili ni yapi? Naitwa Kevin Henry Nkuba. Kevin Henry Nkuba. Kuba. Sio Kuba, umekosea, Nkuba. Kuba. Yes. Okay. Unyama kabisa. Umezaliwa wapi mzangu? Mimi ni mzaliwa wa Bukoba. Mzaliwa Bukoba. Ndio. Kevin Madini ilikujaje hiyo? Kevin Madini wakati nimeingia kwenye mishemishe zangu za mambo ya entertainment. Ndio. Sasa nikaangalia na mji unavyoendana na appearance yake. Nikaamua mimi mwenyewe kujipa jina la Kevin Madini. Kwa sababu gani? Watu wengi ambao nilikuwa nakutana nao katika eka zangu za kazi walikuwa ni watu wanaochimba madini. Yeah, okay. Yes, ndio jina likatokea hapo. Sawa. Umeniambia umezaliwa Bukoba, si ndio? Ndio. Tumeingiaje Kahama? Kahama tumeingia kwa sababu moja kwenye issue yangu ya utafutaji hii. Kahama huku pia na ndugu. Ndio. Kwa katika kuja kumtembelea ndugu kajikuta niko kwenye hizo mishemishe za hapa na pale. Ndio katokea hapo master. Okay, sawa. Ndio. Turudi hapo nyuma. Hapo Bukoba. Wakati upo Bukoba, harakati gani ambayo unaifanya sana tofauti na hizo harakati za huko ambazo unazifanya? Kule nilikuwa kimasomo. Kimasomo. Ambacho sasa kilikutoa kabisa kule ni nini kuja huku? Huku nilikuja kama matembezi baada ya likizo. Okay. Ndio. Tumedondoka Kahama. Ndio. Kwa mimi ambavyo ninavyokufahamu nilikuona ukiwa DJ. Uliondoka Kahama ulianza kufanya nini? Nilivyodondoka Kahama kwanza nilianza kufanya kazi ya kwenye maharusi. Okay. Ukiwa kama? Nilikuwa kama DJ hivyo, ila tulikuwa sisi ni ma DJ wasaidizi. Kulikuwa na mshikaji fulani alikuwa anaitwa Omi Manjala. Huyo mshikaji alikuwa anafanya kazi kama tent. Okay, mshikaji wa Zablon. Kwa hiyo alivyokuwa anafanya kazi kama tent pale tukawa tunatumika kama vijana wake. Baada hapo ndo nikatoka hapo kajiunga na mshikaji fulani anaitwa DJ Kiss, nadhani namjua. Kaanza kunielekeza mambo ya DJ pale African Lounge, Da Lounge, kote huko tumechafua chila enzi hizo. Kwa ndo tukatokea hapo kaendelea na hizo harakati za hapa mjini. Nini kilikusukuma kuingia kwenye DJ? Kilichonisukuma ni kwamba ni kitu ambacho mimi pia kiko kwenye damu. Okay. Yaani kitu ambacho nakipenda. Yani kuna vingine unaweza kuvifanya ila pia kiko, yani kipo tu, yani uwezo ukakizuia. Okay. Yeah. Sawa. Umekuwa ni mtu ambaye kwa Kahama niseme kwa upande mwingine ni mtu mkubwa kwa sasa hivi unafahamika. Ndio. Safari yako ya kwanza kusimama kupiga DJ ilikuwa ni sehemu gani? Safari yangu ya kwanza short tu ambayo ilifanya nifahamike kwa haraka ni Chomazoni. Ile iliyofunguliwa mwaka 2020 na kitu kwenye 21 kabla, yani Fox ilivyomaliza Fox ilivyofuatia Chomazoni ndio na mimi nikaingia kwenye orodha ya watu walioajiriwa kupata nafasi. Okay. Kwa baada hapo nikaanza kuperform pale. Kwa baada ya kuperform kwa sababu kulikuwa hamna sehemu nyingine ya starehe ambayo imefunguliwa, kwa hiyo Chomazoni akawa na wingi wa watu wengi wanaoingia pale. Kwa hiyo ndio jina likaanza kutokea pale. Basi inshallah Mungu akasaidia. Okay, sawa. Ukatransform kutoka kwenye DJ kwenda kuwa nani? Kabla DJ pia baada ya Chomazoni nikaenda Ola City. Okay. Ola City pia nikawa hyper. Katumika kama hyper pia nagusa huko. Kwa baada ya hapo sasa ndo katoka kwenye hyper nikaanza kwenye issue eka zetu za mabango nini. Hongera bana. Yeah. Vibango umekuwa bana kwa hapa mji wetu wa Kahama umekuwa ni mmoja kati ya watu ambao vibango umeviheshimisha sana. Ndio. Yaani una ubunifu
mkali, una ubunifu mkubwa. Nini ambacho kilikusukuma kuingia kwenye vibango au kwenye mabango? Kilichonisukuma ni kitu kimoja ambacho nilikutana na mshikaji wangu wa Mwanza, anaitwa Jida Macocktail. Yule mshikaji ndo mtu kwa huu ukanda wetu. Hiki kitu kabla hakijaanza kufanyika kivile, yeye ndo alikuwa na push na vibe. Kwa hiyo ile kitu nilivyokuwa nikikiona, au pia kikaonekana kama vile kinakuingizia kipato fulani. Kutegemea na ile yani lile vibe lako linavyotumika, ndo jinsi ambavyo na wewe unazidi kuonekana kwa watu. Afu watu wengi watakufahamu kwa sababu watu wengi watawatembelea baadhi ya meza. Okay. Kwa ndo kikanisababisha ngoja niingie kwenye hii sekta na pia nijaribu. So kutoka Aura City ulivyotoka ndo kiingia Magic, si ndio? Yes. Magic uliingia kama mtu wa vibango, si ndio? Mtu wa vibango. Nielezee lifestyle ya Magic ilivyokuwa pale. Magic nilivyoingia pale, kwa sababu tena niliingia kwenye ufunguzi wa kitu kipya. Ndio. Kwa kilikuwa bado kina energy ya kutosha. Kwa hiyo watu wengi walipokea kwa mwitikio mkubwa, kwa sababu kilikuwa ni kitu ambacho kwa Kahama bado watu wengi hawajakiheshimisha kwamba ni kitu kinachowezekana mtu kwamba niandike bango kuonekana hivi nini. Kwa hiyo lazima wewe utumie idea zako kumshawishi mtu aweze kuagiza. Kwa hiyo kilikuwa na mvuto mwingi mkubwa sana tu, mwitikio ulikuwa mkubwa kabisa. Yes. Ulikuwepo hata kile kipindi ambacho Magic walisimama kwa muda, si ndio? Kipindi walichosimama hapana. Walivyokuwa wanafanya renovation yao ya. Hicho kipindi nilikuwa na kazi nyingine. Kuna kazi nyingine. Nini ambacho kilikutoa Magic kaenda huko ambako tuko sasa hivi? Kilichonitoa Magic kunipeleka Chomazoni moja hapo pia ya hatua kwamba unatoka sehemu fulani unaenda sehemu fulani, unatafuta changamoto pia. Kati hapa na nilipokuwa na hapa ninapoelekea, changamoto yake ni ipi? Na pia makubaliano hivyo. Okay, sawa. Watu wa vibango na kurudisha hapo kwenye vibango. Mkiwa mnasimamisha vibango club na nini, kwa mfano kama Magic au hata kipindi ambacho sasa hivi upo hapa Choma, ndio mnatumia sana unywaji. Vile vitu haviwasili, wao ukija kawa umetulia, maana unamwaga sana vyombo vya kutosha. Kwenye swala vitu hivyo kukuathiri, au ndo masharti menyewe lazima ufanye vile, au ndo ubunifu? Sio masharti, ila unajua mteja kama mteja ambaye anakuwa ameagiza kile kibango, inabidi we mwenyewe muonyeshe kwamba kitu unachompelekea na unaweza ukakitumia pia. Okay. Shaona. Kwa sababu kuna wengi, tena ni wengi sana, nakwambia kwanza ifungue kwanza, ionje kwanza. Inatuathiri ndio, ila sasa ndio kazi. Kwa sababu huwezi ukaacha kufanya. Ndio. Alafu muda wote tajiri labda amekaa pale. Anaweza akakuita akakuuliza mbona mteja anachokuelekeza ukifanye? Okay. Nitafute mwingine wa kulikava kazi yako. Unaona? Kwa hiyo inakubidi ufanye. Madhara yapo ndio, unatoka umelewa, chakali ndio hivyo. Ila ndio moja hapo ya kazi. Alafu pia ukisha boost tu hata mokali ya kazi inakuwa. Yaani ile vibe la kazi inakuwa, yani inakuwa hapa ni kuna vitu ambavyo unaweza usivifanye, ukaviogopa, ile ukaja ukavifanya baada ya kuboost kiasi pale. Okay. Ni watu wa totals pia. Watu wa vibango totals nyingi. Wale lazima wawepo wasindikizaji. Kuna story huko mtaani waga mnawachukulia babies mabosi na nini wakiingia. Hapana. Ya mabosi uongo. Wadada wanapenda watu ambao kidogo wanaonekana na nini muda mwingi. Inategemea lakini na mtu mwenyewe ambao anamuona, ila kwenye DJ pale ulikuwa unawaibia sana pale kwenye DJ. Sasa hiyo ni inaitwa sijui nisemee msemo gani, ruka, sijui anaitwa ruka ya mtu. Okay. Yaani hulka ya mtu. Kama umezoea kufanya utafanya, ila kama hujazoea ni vigumu. Unajua kumfuatia mtu inahitaji kwanza ukakamavu. Yaani unafuata mtu kwa sababu unayemfuata unajua amekuja na nani. Kuna watu wengi wanakuja sehemu za starehe, anaweka mtu wake meza ile kule, anaenda ukaa kule. Au kuna mtu mwingine ametoka nyumbani, labda kaaga mume wake, bwana leo nahitaji kutoka, anaenda ukaa pale, mume wake hata hayupo. Au muda mwingine yeye mwenyewe kaamua kujitoa na hela yake, anakaa sehemu fulani, hana hata timing na mtu. Sasa wewe ukisema kwamba kuna mtu anaweza akakuagiza, tajiri yote akakuagiza niitie fulani, uwezo kumuita mtu kama hujui amekuja na nani. Sio, umenielewa? Kwa mwisho wa siku una uwezo wa kuharibu biashara ya baa kwa kuwa na CV kwamba pale wafanyakazi wa pale yani wafanyakazi wa pale anaweza akakuita kwa ajili ya mtu fulani.
ajui huyo mtu amekuja na nani au yuko na nani. Licha ya hivyo wewe mwenyewe unaweza ukajipotezea baadhi ya wateja. Yani wewe mwenyewe huyu kijana swaga anatumwaga tu na matajiri huyu, kafuate mtu fulani. Au kuna muda mwingine unamfuata kumbe mwamba wake yuko pale. Unasogea tu kwenda toilet jamaa anakukuida. Okay, inakuwa changamoto tayari. Okay, sawa. Umetransform kutoka kwenye DJ mpaka umekuja kwenye vibango. Imekulipa kiasi gani au unahisi kuna mafanikio gani kwenye vibango tofauti na kwenye vibango na DJ mpaka hapo ulipo sasa hivi? Faida ya vibango, ina faida kubwa kwenye vibango. Kuna faida kubwa. Pia kwenye hyping kuna faida kubwa. Yani anaye hype na vibango hana tofauti. Okay. Kuliko hata DJ. DJ anasimama stage-ini 24 hours. Alafu hyperman anatoka stage-ini, anatembelea wateja, ana hype, anasifia tajiri fulani anafanya nini. Muda wake akai sehemu moja. Mtu anafanya movie. Anatembea nini, kuna viazi vile anaokota pale, unajua hata mji wetu unapenda heka za sifa. Kwa hiyo unaweza kusifia jamaa anaokota huko, anaokota tofauti na DJ anavyokaa pale akapiga muziki mpaka mtu anyanyuke kutoka kule ng'ambo apeleke chochote kwa DJ. Na mpaka uje umfurahishe DJ. Yaani mpaka mteja aje afurahi kile, kwa sababu kila mteja ana mood yake ya nyimbo anayoitaka. Kwa mpaka uje upige ile nyimbo ambayo yeye mwenyewe anaitaka, anyanyuka atoe pesa yake akupe. Ni tofauti na hyperman au na wa kibango kuja pale, kwa sababu mimi nikifika mezani mimi waga ni mzee wa kujifyatua. Fuse, yani natoa heshima ya nyumbani na ibakiza nyumbani na kuja kwenye heshima ya kazini. Najifyatuanga, sema nizamu iko pale pale. Jifyatua nizamu na heshimika, nizamu ya kazi na heshimika vile vile. Kwenye sanaa yetu hii imekuwa inahusishwa sana na issue za witchcraft, uchawi. Kwa upande wenu nyinyi huko ma DJ na hicho kitu pia kipo mpaka kwenye issue za kuhype, mahyperman yao, sui vibango. Kwa upande wako wewe una lipi la kusemea hapo? Mimi kwa usemi wangu, yani hiki ni kitu ambacho mimi mwenyewe shakutana nacho. Kwanza unaamini kwenye uchawi? Sidhani. Kazi na uchawi au? Sidhani. Siamini. Okay. Ishoti siamini. Na mimi ukiniambia hata niende kwa mganga au kwa mtu yoyote ambaye ana kitu hicho, siwezi nikaenda. Wewe kwenda kwa mganga? Sijawahi. Kabisa. Master, sijawahi. Tunzetu. Kitu kuaminisha kwamba uchawi ni kitu ambacho kinaaminika kwenye issue zetu, labda kwa ma DJ ndio au labda kwa mahyper, ila sio kwa mimi wa kibango. Kwa sababu gani? Mimi kazi yangu haigombaniwi na watu. Sio, unanielewa? Yani mimi kazi yangu naifanya nikiwa najua mimi ninachokifanya mwingine aweza akafanyaje? Aweza akakifanya. Hata kifanya, ila hata ukifanya kama mimi. Okay. Sasa kwa DJ anapiga muziki anaopiga na DJ mwenzake anaweza akaupi. Sio, unaelewa? Kama ni nyimbo alizopiga jana, ana uwezo wa kuwa anaandika nyimbo mpaka anashuka. Inaitwa playlist, akakopi playlist nzima na kesho yake yeye mwenyewe akaja akaipiga. Okay. Muda ule ule. Kabisa. Sasa wao wanaweza wakatumia hiyo issue ya ushirikina, kwa sababu ushirikina ni ile tu tuseme labda kugombania, yani kugombania nafasi fulani au watu wawe upande wako, ila mimi sidhani, kwa sababu mimi bango sio kugombania. Mimi naletewa pombe hii hapa iende meza fulani. Ndio. Sigombanii meza kwamba leo naitaka hii meza sijui nini. Najua kabisa wataleta pombe nitapeleka. Kwa hiyo kinachostahili uchawi wangu mimi ni ubunifu. Kesho niunde kitu kipya, nibuni kitu kipya, nishawishi mteja aweze kuja sehemu yangu ya nanili, ili uweze ukaloga mteja. Yaani siwezi ngawa hapa eti wewe nikakutafutia dawa kwamba leo uwe Chomazoni. Hapana. Wewe utaletwa Chomazoni, utakuja kwa sababu ya huduma bora. Okay. Yaani huduma bora, burudani safi, ambao pia inajumuisha na chakula safi, ambao inajumuisha na ulinzi, inajumuisha, ndio kitu ambacho kitakufanya wewe uje Chomazoni. Okay. Ila hivyo vitu visipokuwepo, ndio ni ngumu sana mteja hata kama ukimloga aweza akaja. Aweza kuja. Okay. Speaking of hapo Chomazoni. Yeah. Game kidogo imebadilika kwa Kahama. Ndio. Burudani imehamia katikati ya wiki. Mzee wangu, Jumanne imekuwa ya moto sana Kahama. Ndio. Kumzika kila mji. Nyinyi mmekuja na kitu kinaitwa Uswahili wa Kishua. Yes. Wazo litoka wapi kwanza? Unajua mpaka hiyo kitu kuanzishwa Uswahili wa Kishua, Chomazoni alikuwa na time nyingine hiyo siku. Sawa? Ndio. Haikuwa na muda kabisa na hiyo kitu kwamba tufanye sijui Uswahili wa Kishua, hapana. Chomazoni alikuwa analizika
na kila anachokipata ndani ya siku 7 za wiki. Okay. Shaona. Ila tulivyoelekea tukaelekea. Unajua mji wetu pia unaekaeka wa maneno. Ndio. Naona. Unaweza wewe usiongee, inaweza ofisi yako isiongee, ila walioko pembeni wakaongea. Wale waweza wakafanya kitu kama hiki. Wale waweza wakamudu kitu kama hiki. Kitu fulani kinaweza kikafanyika sehemu fulani. Wengine hawawezi. Sasa hiyo kitu ukiongea kwa mtu ambaye amesimamisha jengo kama lile, hawezi akashindwa kitu ambacho akizidi milioni 10. Kabisa. Yaani kama ameweza kusimamisha baa nzima ile, hapo kipigie hesabu, ana uwezo wa kufanya kitu chochote, hata kama msanii yoyote anaweza akamleta. Sure. Kwa hiyo zile program za maneno anaotoka huku zinamkera tajiri mmiliki wa baa. Okay. Sio vijana. Sisi hatukeri kwa sababu sisi hatuna mipaka. Yes. Sawa, hatuzuiliwi kwenda sehemu fulani. Ikifanyika huko sisi tunadondoka. Tunaenda, tunaenjoy, tumemaliza kazi yetu, tunadondoka, tunaenda tunaangalia, tunamaliza, tunarudi zetu majumbani. Kabisa. Tukitoka huko tunadondoka, kokote itakapofanyika jambo kikubwa, hatuna mkataba unaokuzuia wewe usitoke sehemu hii kwenda sehemu nyingine. Ila yale maneno sasa ndio akaja akamkeleketa tajiri. Sasa tajiri yeye akasema basi wasije wakaniona mnyonge. Sije nikaonekana hii labda ya mkopo sasa. Hebu naomba tuweke hela, tajeni budget vijana. Tuweke hela tuangalie sasa kama na hiki ambacho kimeongeleka kwamba kiweze kufanyika kitawezekana. Kuweka budget Jumanne hii hapo. Pigwa Uswahili wa kishua. Wakadondoshwa mtu 4 sijui 5. Nyomi hapa mpaka watu wanazuiliwa nje. Tumetosheka, msiingie, kiingilio cha kutosha. Yaani watu walijaa mpaka wakasema hawa wataleta hasara humo ndani. Hebu dondosheni kiingilio. Na bado watu wakawa wanagombania kiingilio.